Endelea na mfululizo wa somo letu la uchawi kupitia ngono za maelekezo. Tulishaangalia part 1, part 2 na sasa tunakwenda kuangalia part 3. Na ningependa kutumia maandiko matakatifu katika kitabu cha Hesabu sura ya 25 mstari wa kwanza na wa pili. Hesabu sura ya 25 mstari wa kwanza na wa pili unasema, basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadaka walizochinjia miungu yao. Watu wakala chakula wakaisujudu hiyo miungu yao. Hii inaongea ni habari ya wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri. Na nataka ujue kitu kimoja. Wana wa Israeli walipotoka Misri, walipokuwa wanaelekea nchi ya ahadi, yani nchi ya Kanaani, walitumia, naweza nikasema mwaka mmoja au ndani ya mwaka mmoja kutoka Misri mpaka sehemu inayoitwa uwanda wa Moabu. Kwenye uwanda wa Moabu, hapa ndipo walipokaa kwa miaka 39 wakizunguka. Kwa nini walikaa kwenye uwanda wa Moabu? Kulikuwa na vitu viwili vilivyowakwaza. Kitu cha kwanza, shetani alitumia siri ya ngono za maelekezo kuwazuia wasiendelee na safari. Ndio maana tumeona hapa mstari wa kwanza anasema wakazini, watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Kila siku anakwambia uzinzi ni jambo la hatari kuliko mambo yote. Kama kuna uchawi mkubwa duniani ni ule wa kupitia zinaa. Unapokutana na mwanamke yote ama mwanaume yote, haishi tu hiyo raha ya dakika moja ama dakika mbili, bali una purchase, unanunua vitu. Ni kama unafanya transaction kutoka kwake kuja kwako na kutoka kwako kwenda kwake. Na hii ndio mbinu ambayo shetani amekuwa akitumia sana kuwaangusha watu wakuu katika maisha ya dunia hii na watu wenye nyota kubwa. Utagundua kwamba hata katika Mwanzo sura ya 6 kabla ya gharika, ukisoma vizuri, malaika waliotupa chini, wale majini wale pepo waliotupa chini, yalizini na wanawake. Na hilo ndio kwa anguko na ndio kwa uharibifu. Na utaona kwamba watu wote ambao walizini katika uwanda wa Moabu hawakuingia Kanaani. Walioingia Kanaani ni wale watoto wao pamoja na Kalebu na Joshua peke yake. Ninaendelea na mwendelezo wa dalili za mtu ambaye ameangukia kwenye ngono za maelekezo. Na nikasema hizi ngono za maelekezo ziko za aina mbili. Moja ni physically, zinakuwa kimwili kabisa, mtu analetwa na shetani kwako, unaweza ukamuoa akawa kama mke wako au akawa kama mume wako. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili ni kwenye ndoto. Unaota ndoto ya kwamba unafanya mapenzi. Taweza kaja sura ya baba yako. Kama majuzi tumemwombea mtu mmoja hapa ambaye ni mama mchungaji, ambaye yeye alikuwa anazini na nyoka 6. Nyoka alikuwa anatoka, nyoka mkubwa kutoka kule kijijini kwao, lakini akifika pale nyumbani alipo anagawanyika kuwa nyoka 6. Na wale nyoka 6 wakifika kitandani wanagawanyika kuwa watu 5 wanazini naye, alafu mmoja anakuwa na sura ya baba yake. Kuna watu ambao mnaangalia hii clip sahihi, maisha yenu yamestuck, yamesimama. Kwa sababu ukiangukia kwenye ngono za maelekezo, unajua wengine wanaelekezwa kabisa na waganga. Wanakuwa kazini na watoto wa miaka kadhaa, kazini na mabikra, kazini na bibi kizee, kazini na mama yako, unasikia mtu amembaka mama yake. Lakini wengine hawaelekezwi na waganga wa kienyeji, isipokuwa spirit, hizo roho zinakuwa ziko nyuma yao, wanajikuta wao wakifanya bila kujua. Sasa moja ya dalili ya kwamba umeangukia kwenye hizo ngono za maelekezo, iwe kwa kujua ama kwa kutokujua, ni kukuta kwamba malengo yako na mipango yako yote inadumaa ama ina stuck. Zile ndoto na ile maono uliyokuwa nayo yana stuck. Ninarudi muda sio mrefu. God bless you so much. I'm coming back right away.